Katika video hii nitakuja kufunza jinsi gani unaweza ukaanza kuitumia DaVinci Resolve version ya 18. DaVinci Resolve ni miongoni mwa program inayofanya vizuri sana katika ulimwengu wa sanaa, sasa sana katika video, na imebezi sana katika color grading na mixing voice zile za movie au films mbalimbali duniani. Imetumika katika kuedit ya katika program hizi za DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ni miongoni mwa program iliyotoka katika product ya Blackmagic, yani wale wenye kutumia zile kamera za Blackmagic baada ya kuiproduce kuweka sokoni ile kamera zake, wakabidi waje na programu yake itwayo DaVinci Resolve yao yenyewe, na ndio kwa maana wakati unapoikata na unapofanya kuifungua ili kuiopen uanze kuitumia, itakuja na sura yenye nembo pembeni ya Blackmagic na mtazamo wa kamera ya Blackmagic, na maanisha hii ni program imetoka katika mtiririko wa branding ya Blackmagic. DaVinci Resolve ni miongoni mwa program naipenda sana, na kilichonifanya nikipende sana ndani ya DaVinci Resolve ni vitu vitatu. Yani sehemu ya kwanza pa editing, system za editing, system za audio effect na system ya color grading. Lakini hasa sana DaVinci Resolve nitafundisha sana katika upande wa color grading. Color grading ni sehemu kubwa sana iliyofanya watu wengi tunahangaika, yani kupata matokeo mazuri wakati tunashoot katika mfumo wa flattening profile. Sasa video zetu tunataka tufanye sasa color grading, imekuwa kipengele kikubwa sana kutokana na kupata vile tunavyovihitaji kutokana na zile software tunazozitumia. Tumeshazizoea, wa Afrika wengi tunapenda sana kutumia Adobe Premiere Pro, Sony Vegas na zinginezo, lakini kumbe tunajua nyuma ya hapo kuna mtu anaitwa DaVinci Resolve. Sasa hii ni video ya kwanza, zipo video nyingi sana na nitafundishana mambo mengi, the basic program, zile sehemu muhimu ziliopo na nini ya kufanya, namna gani tunafanya. Lakini hii ni video ya kwanza, nitakufundisha tu na nitakuelekeza vitu muhimu vilivyopo ndani ya hii program. Kitu cha kwanza ni media. Tunajua kwamba kwenye program lazima pawe na media. Yani media ni sehemu pa makusanyo ya clipping, yani media and clipping tools, na hapa ni sehemu pa kukusanya zile clipping zetu. Lakini sehemu ya pili ni cutting. Yes, hapa ni sehemu pa kukata. Lakini hapa unaweza ukachukua hii, yes, na ukaja kwenye clipping zako. Nitatumia tu shortcut hili tusifanye hii tutorial iwe ndefu sana. Kwa mfano humu mimi na tutorial nyingi na clipping nyingi, nitachukua hii clip nitaweka hapa na kisha nitacommand the change, so don't change. Yes, wakati nilipoweka ni hapa ni sehemu inaitwa media na tayari imeshakuwa katika timeline. Lakini sehemu ya pili ni clip. Sehemu pameandikwa clip, na vile ni sehemu pa kukatakata clip, lakini ni sehemu pa makusanyo vile. Lakini sehemu ya tatu ni editing. Kama tunavyojua program zote zina sehemu muhimu zile za editing, na hivi kama tunavyofahamu sehemu za editing nini, tunajua kwamba ndani ya Adobe Premiere Pro imejigawa katika style hii, na Sony Vegas bahati mbaya haikuweza kujigawa. Ina Sony Vegas nayo imejigawa, lakini Adobe Premiere Pro ndo saa imekaa na hii timeline, na hii ni DaVinci Resolve Studio ya version ya 18. Na hapa nitarudi kwenye media, itabeba, nitaweka kwenye timeline. Yes, nitapeka kwenye timelines na utaona kabisa kwamba tayari video yangu imeshakuja huku chini. Lakini kitu cha tatu tunasema ni tracking. Yes, media tracking, wale wenye kutupanda effect sana, na sehemu palipoandikwa fusions ni sehemu palipofanya sana masuala ya clipping tracking, masuala ya nini effect. Lakini sehemu ya tunasema ni sehemu ya 5, ni ya 4 au ni ya 5 ni color grading. Ni hapa ni sehemu pendwa sana na watu wengi sana tunapenda kufanya color grading, na hapa ndipo sehemu panapofanyika color grading. Lakini sehemu ya 6 ni audio effect. Yes, na maanisha kwamba wakati tunapofanya zile clipping zetu tumeshazikatakata nini tunataka sasa tuzifanyie effect. Yes, kwamba hii audio tuifanyie effect, basi effect itafanyika hapa katika category ya 6 palipokuwa na alama kama ya phone. Yes, hapa ndipo tutakuweka effect zetu. Hapo utapata effect kibao. Hapa unaweza kuiona kuna dynamics, kuna delay, umeona bwana.
kuna EQ, kuna Fabo filter, mbona kutokutana hapa na vitu kibao vinavyohusiana na audio effect. Hivi ndivyo vinafanya kwamba audio zetu tuzi effect. Na kama ume install Wave Complete, wale wenye kidogo walipitia masuala ya studio kuna kitu kinaitwa Wave Complete, na imani mmeshanielewa masuala ya Cubase kurekodi na yao inapokea moja kwa moja hapa utazikuta zi program zote zimeshaingia. Lakini sehemu ya mwisho hapa different ni sehemu ya mwisho ni render, yani wakati tunapo tukisha fanya editing nini, tunahitaji turende video zetu, tunakuja category ya mwisho na tutachagua hapa master style ya kurenda. Resolution ni H264 265. YouTube wewe mwenyewe unarenda unavyotaka, lakini sehemu panapofuata unaandika project yako jina. Kwa mfano labda unaweza kaandika hapa Safa, lakini unakuja ukatafuta sehemu pa kuwekea local disk, ni sehemu panapofuata palipoandikwa browser. Kwenye kulenda utatafuta local disk mahali unapoenda hii project. Lakini sehemu ya muhimu ni hapa chini, ni vile vile unachagua kwamba H264 yes, lakini itakupeleka kwenye resolution ya video. Utakuja chini resolution ya video, utaangalia hapa kwamba unataka kulenda hii video katika format hipi. Unataka kulenda katika 4K, 2K au full frame au HD 1980 au katika 8K. Mimi nataka nilende kwenye 8K ya 7680 kwa 4320, au nataka nilende katika 4K, basi ni 4K ni hapa siku zote ni 3656 kwa 3000 au 3600 kwa 50 ni 4K. Video yako itakuwepo 4K. Na vitu vingine vidogo ni vile vile tu preset settings ziliopo huko juu. Kuna helping, masuala ya reverse, kuna word speaking, masuala ya paging, media cutting nini, shortcut, lakini kuna color, kuna play, yes, programu hii kuna play hapa, the timeline, hapa revolution, sehemu ya kuplay, yani kama video yako itakuwa makwama, basi kuna namna hapa ya kuifanya video yako sikwame kama mashine yako ndogo. Yes, kuna vitu vingi hapa vya kujifunza, na imani kwamba na leo tuishie hapa, na hii ndi video ya kwanza itayofundisha namna gani unaweza ukaanza kuitumia DaVinci Resolve. Hii miongoni mwa program professional sana, na mimi naikubali sana katika ufanyaji wake kazi, na program moja iko vizuri sana na inafanya kazi vizuri sana. Naitwa Bubu Talent OG, na usikose kusubscribe na kushare ili uwe mtu wa kwanza kupata video zangu pindi zinapotoka. Kama unahitaji hii software na kama una shida nayo na ili kushindwa namna gani ya kudownload, na uliona kabisa kwamba unahitaji na si kudownload, kuna wengi wana download lakini zinawashindwa kuinstall katika mashine kutokana na hii software huko inakuwa na mzunguko mdogo hivi kwa yule mwenye kufahamu, lakini ni mkubwa sana kwa yule mwenye kujua. Okay.